Na matumaini wewe msikilizaji, karibu katika simulizi na mikasa mbalimbali. Leo nimeandalia mkasa wa huyu binti Wavisoma wamekuja kumwibia pesa zake, huku wamekuja wakifunika uso wao, wamekuja wakimtishia maisha yake kwa sababu wamuibe pesa zake na kumpora. Ndio huyo binti amekuwa ni msichana ambaye ni mrembo, amekuwa ni msichana ambaye ni tajiri mkubwa sana katika kijiji. Watu wengi wamekuwa wakiunda njama ili wakuje wamuibie pesa zake. Wewe msikilizaji unayetusikiliza, ndio wakati wa wewe kuwa na sahihi na sisi ili tukusimulie mkasa huyu mzima kilichomtokea ubibie, na mpaka sasa ni hadithi ambayo tunaikusimulia tamu na bora ndani yake. Basi baki na sisi wewe kwa muda wako, tunachokuomba dakika 5 tu kwa kubaki unatusikiliza mkasa huu wa huyu mwanamke mpaka mwisho. Na wewe umetupatia muda wako kwa kutusikiliza, tutakupatia alama yetu ya subscribe na like na kushare, tutakupatia alama ya kengele ili video zetu ziwafike popote pale mlipo. Karibuni sana. Imekuwa kipindi cha mvua katika majira ya usiku. Anaonekana msichana ambaye ni mrembo kwa kitembeza gari yake, huku amekuwa ndio angalia anafika ndani ya nyumba yake, kwa sababu hii gari imekuwa ni moja ya kifahari gari zote ambazo unazozijua. Utakutana wengi wao magari yao huwa nakoshiwa siku ya mvua. Hii imekuwa ni nyumba kubwa sana ya kifahari katika kijiji, watu wengi wamekuwa kisifia. Imekuwa ni nyumba inapeleka milioni na mamiliarde. Ameonekana msichana mmoja kwa majina kwa kitwa Shemsa. Shemsa amekuwa ni kijana ambaye ni mtoto mdogo mwenye pesa nyingi. Amekuwa akiishi peke yake, wala kukuwa na umiliki wa mwanaume ama kitu chochote ndani ya nyumba yake. Shemsa amekuwa ni msichana ambaye alikuwa akiongea na marafiki zake na kuongea kwamba kuna kisehemu ya kesho watakapoelekea watafanya mambo makubwa sana, kwenda kutoa misaada katika shule ya watoto wadogo. Alipomaliza kuongea na rafiki zake, amejiandaa ili alekee kulala. Kama jinsi mnavyoona, amekuwa na umiliki wa jeneza ndani ya nyumbani mwake. Amekuwa akitoa pesa nyingi na kiasi. Sio kila tajiri utakayemwona katika maisha yako basi ukazani ni urahisi kwa umiliki wa pesa zake. Wengi wao wamejaa maovu na machafu ndani ya roho zao, na wengine wamekuwa na siri kubwa sana katika maisha yao. Alipoamka asubuhi, amejiandaa ili alekee kazini. Amechukua begi lake, ndani ya hilo begi pamekuwa kiasi cha pesa fulani, ili kipindi atakapotoka kazini ataongozana na marafiki zake kwenda kusaidia wanafunzi wadogo. Alipokuwa akielekea kazini, kama gesi mnavyojua, baadhi ya watajiri wengi hawezi kukosa kila mara kila muda kwa kuwa yuko karibu na simu kwa kuongea. Shemsa amekuwa akienda naongea na marafiki zake, maana marafiki zake kwa watu hawajui, lakini tunasikia tetezi kwamba alikuwa na rafiki zake wa kike walikuwa akiongea mambo yao mengi sana ya kwenda kutoa misaada katika wanafunzi ambao wasiojiweza. Shemsa alipofika ofisini, maana huyu bibie kila sehemu alipo yeye amekuwa ni mtu wa umiliki wa kuhesabia pesa. Huyu msichana amekuwa ni mtoto mdogo mwenye pesa nyingi. Watu wengi wamekuwa wakijiuliza, lakini kwa sababu alikuwa ni mtu mwenye ofisi, amekuwa wajulizi tena wengine maswali. Ndio amejiandaa akasema, nikitoka kazini basi nitaenda nikoge nivae ili tuongozane kwa hiyo sehemu katika kusaidia wanafunzi. Ndio Shemsa alipofika nyumbani kwake, kama kawaida yake amejiandaa. Anapomaliza kujiandaa, anawapigia marafiki zake simu ili wakuje wampitue. Ndio marafiki zake wamekuja kumpitua, wakaongozana safari ya kwenda kusaidia wanafunzi, huku ameenda na wenye furaha sana, maana huyu Shemsa amekuwa ni msichana ambaye mwenye pesa nyingi sana, mpaka wenzake wanafurahi wanaviona wao watapata pesa kiasi fulani cha kujitetea. Ndio maana walikuwa kienda wakiimba. Walipofika kwa mwalimu mkuu wa shule, huko amewakaribisha na kusema kwamba pesa hizi zinazokuja, maana Shemsa amekuwa ameikana pamoja na mwalimu mkuu pamoja na marafiki zake, wamekuwa wakihesabia pesa ambazo zitakao wafikia wanafunzi. Ndio amekusanya zile pesa pale na kuwekea sehemu walipo wanafunzi, maana Shemsa amekuwa ni binti ambaye wa kipekee, amekuwa akitoa msaada kwa watu wote. Sasa walipofika kwa wanafunzi wamefurahi sana kupiga makofi kwamba misaada hii imefika, itakuwa kama kumbukumbu katika ile shule, na picha pia wamepiga kama kumbukumbu, maana kwa Shemsa ni binti ambaye amejitolea kusaidia wanafunzi. Maana hizi pesa zitakwenda kusaidia wanafunzi kwa kila chochote kile ambacho anachokitaka kile, maana hii ilikuwa ni somo ambalo la watoto wa yatima. Palipita siku na miezi, ndio Shemsa anataka kujiandaa ili aelekee sokoni. Marafiki zake walimpigia simu na kumwambia, Shemsa, leo tutakuja kutembelea ndani ya nyumba yako. Shemsa aliwaambia, mimi nishajiandaa, nataka nitoke, lakini endapo kama mtakuja mtakuta mlango wangu uko wazi na umefunguliwa. Karibuni sana marafiki zangu. Ndio amejiandaa na kujipanga. Wakasema, basi sisi tupo njiani tunakuja kwako. Akasema, karibuni sana, mimi mtakutana sipo, lakini muingie tu ndani, mtakutana mlango uko wazi. Ndio marafiki zake wameingia ndani, wamekuwa wakishangazwa na ule mjengo jinsi ulivyotengenezwa. Sasa ndio mmoja rafiki yao akamwambia kwamba hawa binti wengine, mimi nataka kwenda kutumia chooni, maana jisikia hali ni mbaya, nitakwenda kutumia haja ndogo. Akamwambia, jisikie huru na uende, hakuna shida. Ndio akaongozana, na kama jinsi mnavyojua wanawake wanapofika chooni
mtandaoni. Cha kwanza ni kujipiga selfie na kujiangalia uzuri wao. Sasa kipindi alipokuwa anaangalia uzuri wake, amekuja kufumba na kufumbua, anasikia dalili ambazo sio za kawaida. Amekuja kutana na nyoka kubwa sana huku akipiga fujo, lakini sauti ilikuwa haitoki. Anajikaza kupiga fujo, sauti haitoki. Ndio ile nyoka ikamtisha na kumwogopesha, ikamwambia mlikuja kufanya nini ndani ya mjengo? Inabidi mtoke nje. Ndio amekimbia na kutoka nje, huku wenzake walimuona gisa anatembea kianguka. Wanamwambia nini shida, mbona unakuja unakimbia? Akamwambia tutoke nje, maana hii nyumba ni ajabu sana, sio nyumba ya kawaida. Wenzake wamekuwa hawamuelewi wala msikilizi, walikuwa wanataka wahadisie ni kipi alichokutana nacho. Ile huyu rafiki yao hakukuwa waambii kitu na kuambia tu tutoke nje twende, alikuwa akitetemeka sana. Ndio maana wewe msikilizaji naye kwambia sio kila nyumba utakayoona imefungwa au kaisi ni nyumba nzuri, lakini ukiingia ndani wengi wao wameficha mambo mazito sana ndani ya hizo nyumba zao. Ndio wale marafiki zake walimchukua huyu mwanamke na kumpeleka, wakiondoka ndani haraka sana ndani ya nyumba, lakini walikuwa kaenda kumsikiza waambie kipi kilichomkutana akiseme. Ndio mkumbuke kwamba huyu msichana alikuwa anamwambia kwamba ameelekea shopping kuuza manguo, basi wamsubirie, endapo atakaporudia wataongea mengi zaidi. Kumbe alikuwa anaenda kuwauzia vitu ambavyo atakao wakabidhi kwa sababu ni kwa marafiki zake, lakini aliporudia na kukutana wako, ndio akamhadithia mkasa mzima wa mambo walioyaona ndani ya nyumba yake. Ila yule mwanamke ambaye aliona ile nyoka hakutaka kuhadithia wenzake, yeye alimwambia tu tuondoke ndani ya nyumba, maana sio nyumba ya kawaida. Ndio bibi Shemsa amekuwa akijiuliza mambo mengi sana, na gipi na chanzo cha yeye katika hii nyumba, ni wapi mkasa wake ulipoanzia, na kijiuliza wapi alipotokea. Kumbukumbu za Shemsa zimerudia nyuma katika maisha yake ya zamani, wapi alipoanzia na mpaka leo akaitwa Shemsa, mtoto mdogo mwenye pesa nyingi. Tufuatilie huku mkasa wapi ulipoanzia. Shemsa kipindi angali mdogo amekuwa akiishi na babake na mamake, huku babake amekuwa akimpenda binti yake ambaye ni Shemsa. Hata mamake pia amekuwa akimpenda binti yake. Ndio walikuwa wanachangia chakula, basi walipomaliza chakula chao wakaenda kulala. Ilipofika majira ya asubuhi, babake amejiandaa kama mzazi kwenda kazini. Babake na Shemsa amekuwa ni kijana ambaye ni tajiri, amekuwa na pesa na nyingi sana, ndio kwa mmiliki wa hii nyumba na hii gari. Sasa alipopigiwa simu asubuhi, akaambiwa kwamba ana mkutano ambao atakutana na watu, ataenda wadisie sehemu ambayo ni ya nyumba na sehemu zingine. Maana huyu mzee amekuwa mtu mwenye pesa, amekuwa ni kiongozi wa kuhadisia mambo ya tofauti ya kuhusiana na elimu ya kazi zao. Amekuwa akitoa hotuba ya kazi wa ukuaji wa pesa zao. Maana huyo kijana amekuwa akiaminika sana na wazungu walikuwa wakimwamini kwa sababu alikuwa ni translator mzuri sana katika kuambia mambo ya ukuaji. Alipomaliza mkutano, amekuwa akiongea na rafiki yake kumwambia kwamba inabidi tukutanane katika sehemu ya barini, basi tuongee mambo mengi sana, nataka tuongee mimi na wewe. Unajua siku zote msikilizaji, tajiri hata kama ana pesa zake, basi kuna sehemu anapofika nataka zingine pesa, maana tajiri achoki kutafuta pesa, hata wewe maskini pia. Ndio alipomaliza alichukua safari yake na kuongozana kwa rafiki yake ambaye alimpigia simu na kumwambia kwamba wakutane sehemu ya baharini ili waongee mambo tofauti. Kipindi kuna ongozana kuelekea baharini, amekuwa akijifikiria uhitaji wa pesa, maana biashara chake kimekuwa kikiyumba kama gisi nilivyohadithia. Tajiri siku zote achoki kutafuta pesa. Ndio ameongozana na kuelekea baharini ili apate hizo pesa. Akamwita rafiki yake. Sasa rafiki yake alimwambia nikutane baharini, basi tutaongea mengi. Sasa alipofika baharini, rafiki yake alimwambia ndugu yangu, nataka kwenda nikuoneshe sehemu ambapo utapata pesa nyingi sana, ili usiwe muoga wala usiwe na wasiwasi. Ndio akatoka naye kumwambia wala usijali rafiki yangu, tushafanya mambo mengi, sasa inabidi na mimi unaonyesha mimi niwe kama wewe. Maana rafiki yake alikuwa ni mtu mkubwa sana mwenye pesa nyingi sana kumliko tae. Ndio akamwambia basi tuende sehemu tuikae tuongee. Sasa walipofika hiyo sehemu kuikaa na kuongea, akamwambia rafiki yangu, mimi nataka nikupeleke sehemu ni ikulu ambayo ni kubwa sana. Hiyo ikulu utawakuta watu tofauti na kisi unavyowazoea wewe ama kisi unavyowajua. Nitachokuomba ndugu yangu, wewe uwe mkamilifu na uwe mwenye subra, usiogope wala usihuzunike. Akamwambia mimi sijali, kama penye wewe unaweza, na mimi sitoshindwa rafiki yangu. Basi walipoongezana katika hilo ikulu, jamaa alifika, aliona nyoka kubwa sana huko kwa kimiminika pesa. Maana ilikuwa ni chama ambacho cha watu ambao wenye wasioonekana wamekuwa wakiabudu shetani wao. Sasa hicho kinyoka kilikuwa ni kitu ambacho kinachotoa pesa ya utajiri, maana saa zote kilikuwa kikitapika pesa. Ndio walimuita na kumwambia kwamba basi karibu sana katika hicho chama, na tunaenda kupatia utajiri ambao uko mkubwa sana katika hata mtoto wako hataki kuwa atakuwa na ukiumiliki. Ndio akamwambia asanteni sana. Wakamwambia sharti la kwanza tunahitaji kafara, na sharti ya pili ukitoka hapa basi pesa ndio unazimwanga
barabarani. Alifanya kama agizo alivyohadisiwa. Amefika tu barabarani na pesa zake iko nazo, ila wakumwambia kafara gani inayohitajika. Walimwambia ukipenda unapofika barabarani, basi pesa zako ndio ukizitupa chini, ambapo kila mtu atakapoogota. Alifanya agizo kama agizo walivyomwagiza. Amekuwa akitembea na zimwaga barabarani, maana ndio agizo la sharti la kwanza alikuwa alikiweza. Ili sharti la pili ni yeye alipofika nyumbani kwake, alikumbuke kwamba walimwambia akifika atatoa kafara, lakini kwa hajajua ni kafara gani ambayo wanayoitaka. Mke wake na mtoto wamekuja kumpokea, huko ndani ya gari wamekuwa pakijaa pesa na zingine amekuwa akiona nazo mkononi. Basi mke wake alipompokea waliziingiza ndani. Baada ya miaka kadhaa na wakadhalika, kijana huyu amekuwa shapata pesa nyingi sana, biashara yake kimekuwa mbele, kila kitu kimefanyikiwa katika maisha yake, jina lake limeongezeka. Sasa baada ya siku moja amekuwa akilala, akasikia ishara fulani hivi zikimwamsha. Ameshtuka, maana yake akilala sharti imekuwa akilala na pesa. Sasa aliposhtuka amejisikia dalili ambazo si za kawaida, kufumba na kufumbua. Amekuja kukutana na nyoka ambaye ni mkubwa wa ile chama ambacho ile ikulu. Ule nyoka amekuwa akimwambia, sasa nimekuja ndio wakati unafika wawe kutoa kafara. Jamaa aliogopa na kutetemeka, akaona nifanye nini, na kuuliza unataka kafara gani? Akamwambia si kafara tunayotaka, tunamtaka ni binti yako. Jamaa aliogopa akasema hapana, haiwezekani. Ndio sasa ule nyoka akakuja kwa umbile la mwanadamu ili na Aisha atamuelewa. Ndio akatokea na kumwambia, sisi tunahitaji kafara ya binti yako, kama sio binti yako basi tunahitaji mke wako. Jamaa amechanganyikiwa, ndio alisema basi mchukue mke wangu, mniachie mtoto wangu. Kile kiumbe kilipotea kikatoka kikaondoka. Sasa baada ya siku 2-3 huko tunaona mazishi ambayo ya yeye huyu kijana ambaye na mtoto wake binti walienda kuangalia mazishi ya mke wake, maana mke wake alifariki dunia, akabaki yeye na mtoto wake wa kike. Baada ya miaka kadhaa mzee amebaki ni mwenye huzuni, huku mtoto akililia akisema anataka mama yake. Sasa ndio wale watu walirudia tena kwa mara nyingine na kusema anamtaka binti yake. Jamali wakatalia akasema hapana, inabidi mkipenda mnichukue mimi, lakini siwezi nikamtoa binti yangu kafara. Ndio ile jamaa anamwambia unabidi umtoe binti yako, alikataa. Sasa siku moja huyo kijana amekuwa anaenda kuuza manguo ya binti yake. Sasa kipindi kwa sokoni amejikuta anaanguka ghafla, huku watu wakizubaa wakishangaa. Mnamkumbuke kwamba alikataa kumtoa binti yake kafara. Sasa alipokataa kumtoa binti yake kafara, basi inabidi walimchukua yeye ambaye ni babake na Shemsa. Kwa wewe msikilizaji umetufuatilia, kumbuke kwamba huyu amekuwa ni babake na Shemsa. Shemsa amekuwa akihadisia mkasa mzima ambaye akifikiria namna gani maisha yake yalipoanzia mpaka kuitwa Shemsa. Ndio siku zilipofika Shemsa amekuwa, utajiri wote na uriski wa babake ulibaki kwake, huku watu wengi walikuwa kimsifia Shemsa kwa kusema ni mtoto mdogo mwenye pesa nyingi. Na mkumbuke kwa msikilizaji umetufuatilia mkasa mzima, kumbuke umeanza na ubibi ambaye ni Shemsa, ameanza wakimwibia pesa zake. Sasa hapa Shemsa amekuwa shakuwa mtu mzima, amekuwa kilala peke yake, amekuwa akipunguza msongo wa mawazo. Mkumbuke kwamba msikilizaji umenifuatilia kuanza mpaka mwanzo, ule mwanamke ambaye ni msichana ameingia ndani ya choo, ameenda kujisaidia akakutana na bonge la njoka. Sasa Shemsa ndio alimpelekea mawazo ya kufikiria mambo mengi na mpaka hapa alipokuwa kilala. Sasa ilipofika majira asubuhi, aliamka ili aelekee kazini. Alipokuwa akienda kazini, alifanya shughuli zake zote za kazini kama zinazohitajika. Alipotoka amerudia kufika nyumbani. Alipofika nyumbani sasa amekutana wale wamwizi ambao walimwibia pesa zake. Kipindi walipomwibia pesa zake na kukimbia, walipofika katika manyumba yao wamekuwa wakifurahi pesa ambayo walioiba, na hata wangejua mtu ambaye walimwiba pesa zake hawangesubutu, lakini kwa sababu wamechukua tu na kupeleka pesa, huku kipindi wanapoiba zile pesa walifuma na kufumbua, wanakuja kujikuta nyoka wakubwa sana hapo ndani hapo. Sasa wale nyoka wamekuwa wakiwasitikiza na kuambia mrudishe hizo pesa wapi mlipozitoa, huku wameogopa na kutetemeka. Ndio wamechukua zile pesa na kuzikusanya wakazirudisha kwa yule mwanamke ambaye ni Shemsa. Shemsa yeye amekuwa akicheka na wala kukuwa na wasiwasi, kwa sababu amejua tu pesa zake muda wote zitarudia ndani hapo. Ndio maana wale wamezirudisha hizo pesa wakizirusha juu, kwa sababu ile nyoka imepatia masharti, wasipofanya vile wakarusha zile pesa juu haitawakubalia, itawameza. Wamerudisha zile pesa wakitetemeka, wakimwomba msamaha. Mpaka hivi na kusimulia wewe msikilizaji, umetupatia muda wako na sikio lako kutufuatilia. Naamini huyo binti ambaye ni Shemsa utajiri mbaki ndani ya maisha yake, na mpaka saizi alipo, basi utajiri upo ndani ukidumu kwa, na sio kila tajiri utakayemwona katika maisha yako basi ukasi mafanikio yake aliyapata kiurahisi. Wengi wao kwa wanafunga mifugo ndani ya manyumba yao. Ndio maana wewe msikilizaji unanisikilia na umenifuatia, usio kila mtu tutakwenda kumuibia. Asanteni sana, karibu pia kutufuatilia.